unapokaa utumii mwili wako kwa jambo lolote, wewe ni starehe, ni uraibu, ni kusengenya watu vibarazani, huna moja unalolifanya la maana kwa ajili hata ya mwili wako, basi hizi swala hizi mnazoziona, hii kwenda na kurudi, hii ni moja, mbali na ibada, ni exercise ya hali ya juu. Hii swala ambayo unatoka asubuhi alfajiri unaenda zako msikiti, na wengine msikiti uko mbali kidogo, inabidi walking. Ile walking peke yake, mbali na ibada, unakwenda kwenye ibada, ile ni exercise ya hali ya juu. Alafu angalia hizi activity za kunyanyuka, kurukuu, kusujudu, zote hizi ni activity za nashatat za kufanya mwili kuwa vizuri. Unapinda hivi, unakaa, hata zile style za kukaa atahiyatu ya mwanzo ya mwisho, zote zile unakuta mwili unapata habari zake. Sasa hii ni maana ya zile faragha zinajazwa kwa kitu cha manufaa. Niambie, mbali na nadhafa inayopatikana, mbali na ule usafi, kwa kila swala unatawadha, uso unautawadha, mwili kila wakati unagusa maji, usafi wa hali ya juu Muislamu. Ndio maana Muhammad Abdu alipokwenda Ufaransa, walipokuwa wanampa chakula, wakampa na vijiko na umma zile na visu, asema hapana, situmii, nitatumia mkono wangu. Kauliza kwa nini? Akamwambia mkono wangu ni msafi. Akamwambia hizi ni safi, ni mpya, wala hazijatumiwa, au tunazikosha hizi. Naweza mnazikosha mara ngapi? Tunazikosha mara moja, tunampa mtu. Hiyo anamwambia mimi mkono wangu naukosha mara 5 kwa siku. Aghsiluha fil yawmi 5 marrat fahiya andhafu min hadhihi alashwak. Ni msafi huu mkono kuliko hizi nyuma hizi na vijiko hivi na visuvia, ni msafi kabisa, kwa sababu kwa siku mara 5 lazima ukoshwe. Mbali na kukoga, mbali na sunna, mbali na udhu wa sunna, kunakuta Muislamu ni mtu wa nadhafa, ni mtu wa ukakamavu, kwenda na kurudi. Hizi swala na ibada nyinginezo zote, kama hiyo ibada ya hija, ndo kabisa moja katika hikma za hija, unaufundisha mwili ukakamavu. Na wallahi alazim, katika miaka yote mimi ninayokwenda hija, hakuna wakati ambao najiona mwepesi kama ule wakati ambao nimerudi kutoka